Shalom, shalom. Wakati na tafakari katika maandiko, nilizungumzia juzi hapa habari ya kuwa hatupaswi kuwaita watu kwa vyeo vyao. Hatupaswi kuwaita watu kwa vyeo vyao, kama vile kama nilivyosema katika Mathayo 23 aya ya 9, hatupaswi kuwaita watu kwa vyeo vyao walivyo navyo. Yaani hata kama mtu ni mchungaji asiitwe mchungaji kama ndio utambulisho wake. Kama mtu ni mwinjilisti asiitwe mwinjilisti. Kama mtu ni mwalimu asiitwe mwalimu wala asijiite. Kama mtu ni mtume asijiite mtume wala kuitwa. Kama mtu ni nabii asiitwe nabii wala asijiite nabii. Ni kweli katika Waefeso sura ya 4 aya ya 11, naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu. Ni kweli iko hivyo. Ndani ya kanisa kuna vipawa mbalimbali na ambavyo vinasema ni kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu. Wapo wa watu ndani ya makanisa, lakini kitu cha pekee sana mwalimu alikisisitiza na katoa ole katika Mathayo 23 aya yake ya 9, anasema wala msimwite mtu baba duniani. Na kwa nini aliyesema hili jambo? Ukianzia aya ya kwanza katika sura hiyo hiyo anaeleza akisema, kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake, akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote watakayowaambia myashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende. Maana wao hunena lakini hawatendi. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitaki wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu. Kwa kuwa hupanua hirizi zao, huongeza matamvua yao. Hupenda viti vya mbele katika karamu, na kuketi mbele katika masinagogi, na kusalimiwa masokoni, na kuitwa na watu Rabi, mwalimu. Bali ninyi msiitwe Rabi. Bali ninyi, inawekwa mstari, bali ninyi wanafunzi wangu, ninyi watu wangu, msiitwe Rabi, yaani msiitwe walimu. Leo watu wanaojiita ni watumishi wa Mungu wana title za mwalimu fulani, mchungaji fulani, nabii fulani. Bali ninyi msiitwe Rabi. Wakati nikifikiri juu ya hili, ninakumbuka pia katika aya ya sura 20 katika kitabu Mathayo sura 20 kuanzia aya ya 20. Kuna jambo ambalo ninataka niliunganishi na hili. Anasema, ndipo mama yao wana wa Zebedayo, Yohana na Yakobo, akamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia. Mama huyu alimwendea Yesu na watoto wake, akamsujudia Yesu na kumwomba neno. Neno gani hili? 21. Akamwambia, wataka nini? Akamwambia, agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto,
wakati ule kulikuwa na fikra kwamba Masihi alikuja kuwafanya au kulifanya taifa la Israeli kuwa super power, taifa kubwa, kuwatoa katika utumwa. Wakati zama zile kulikuwa na utumwa. Roma ndio ilikuwa inatawala dunia nzima, kwa hiyo mataifa yote yalikuwa chini ya Roma. Kwa hiyo Roma ndio ilikuwa mtawala, ni kama vimajimbo tu fulani, walikuwa katika utumwa huo. Kwa hiyo walikuwa na njozi wa Wayahudi kuwa na kuna maandiko yanawapa nguvu ya kuwa Masihi atakuja kuwafanya kuwa taifa na kuwatoa katika mikono ya watumwa, katika mikono ya mabwana hao na kuwa taifa huru. Kwa hiyo walikuwa na njozi kwa sababu Masihi amekuja, sasa tujiandae muda wote ule tunakuwa taifa kubwa. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kuwahi nafasi kwa wanae, ili siku akitangaza ufalme kuwa taifa la Israeli limekuwa huru, basi wanawe wawe mkono wa kuume na wa kushoto. Wanae kwa mkono wa kuume na wa kushoto ikiwa ni cheo kikubwa sana. Kwa hiyo Yesu akajibu akasema katika ombi hilo, akamwambia mama, hamjui mnaloliomba. Je, mwaweza kunywea kikombe nitakachonywa mimi? Wakamwambia, twaweza. Yaani walikuwa tayari kufa kupona, kama tayari tutaweza kufanya chochote. Akawaambia, hakika mtakinywea kikombe changu, na alikinywea. Lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto sina amri kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu. Aya ya 24, na wale 10 waliposikia waliwakasirikia. Wale 12 waliposikia hawa ndugu wenyewe wanaomba wawe mkono wa kushoto na mkono wa kulia, maana ni vyeo vikubwa, karibu na mfalme muda wote, waliokasirikia. Lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Akasema, nyinyi mnajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Na iko hivyo, marais wetu, viongozi wetu wanatutawala kwa nguvu na kutumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu. Kwa hiyo anaonyesha dhahiri kuna utofauti kati ya utawala wa kibinadamu wa ulimwengu huu na utawala wa kimungu. Viko vitu tofauti. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, iko tofauti. Bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu. Hizi ni aina mbili za utendaji za kiutawala. Wakati huku duniani ukitaka kuwa mkubwa, na ambapo watu wanakimbia na kugombania hata kuuana ili wawe wakubwa, maana wanajua wanatumikiwa. Mali zetu zina mfanya aishi akitumia rasilimali zetu, kodi zetu, kwa tukimtumikia na kwa vyovyote vile vyote akituchukua na anaamua atuweke mahali popote atakapoweza ili tumtumikie. Ndivyo ilivyo ulimwenguni. Lakini kwenye ufalme wa Mungu, anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu. Kwa hiyo huku kwenye ufalme wa Mungu, anayetaka kuwa mkubwa, ambaye ni mkubwa, yeye ndiye mtumishi. Ni rahisi kujiita mtumishi katika kinywa, ila katika vitendo ikawa ni tofauti. Ni rahisi kujiita mtumishi na kuitwa mtumishi, lakini katika hali ya kawaida ni kama tu duniani, maana unatumikiwa. Hujawahi kuona kwa mfano mimi niwe na title kama hiyo ya yanayojiita watumishi? Hata nikifika mahali pa kusanyiko, unashangaa na udogo wangu huu wa umri, anakuja kunipokea mama mtu mzima, baba mtu mzima, kunipokea mimi mtoto mdogo, eti kwa kuwa mimi nina title kubwa kuliko yeye. Na
wakinihudumikia maradhi, chakula, vyombo, nguo na nini. Yani hasa dhana ya utumishi hapo inapotea, inarudi katika hali ya kiulimwengu. Kwa hiyo kwa watu wa Mungu haitakuwa kama ilivyo ulimwenguni, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu. Au nao waona wachungaji wanajiita walimu, wale ni watumwa au nyinyi ndo watumwa wa mimi? Katika lugha hii ina maana wale inatakiwa wewe watumwa na si ninyi, lakini imebadilika na watu wameona ni kawaida. Lakini kiuhalisia tunarudi hapa. Mtu mmoja kaniambia, ukiwaita ndugu wanakasirika. Tumalizia, anasema kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Turudi sasa Mathayo 23, tuendelea aya ya 9. Ukumbuke maneno ya 20, tumiza 20, sura 20 aya 20 hadi 28 tumesoma. Turudi Mathayo 23, tulishia 7. Na kusalimiwa masokoni na kuitwa na watu rabi. Bali ninyi msiitwe rabi. Kwa nini unaitwa mwalimu wewe na unajisikia fahari? Naongea na wewe ambaye unajiita mwalimu na kuitwa mwalimu na unaona ni sawa tu. Bali ninyi msiitwe rabi. Kwa nini unaitwa rabi? Maana mwalimu wenu ni mmoja tu, nyote ni ndugu. Upasi kuniita mimi mwalimu, niite ndugu. Upasi kuniita yule mwalimu, mwite ndugu. 9, wala msimite mtu baba duniani. Watu wakisema ile post ni post inaelezea ipo kwa nikizungumzia ile jambo. Watu wakauliza, sasa baba yako aliyekuzaa utamhitaji? Alikuwa ongelea baba wa kuzaana au leo siku hizi waumini wanaoita madadi wale wanaofundisha makanisani wanaita dadi, baba dadi, kiasi kwamba hata akipata mchumba anamwacha baba yake akumzaa, anamchukua yule mchungaji anamwita dadi. Yeye ndo anasimamia mambo yake ya ndoa, kila kitu anasimamia. Alikwambia ndoa inafundishwa na dadi na mchungaji nani? Kwa hiyo msimwite mtu baba duniani. Wewe unaita kama nani? Ili neno ulielewi au limeandikwa kwa lugha gani hadi usilielewe? Maana baba yenu ni mmoja tu aliye wa mbinguni. Baba yetu ni mmoja tu. Hao wengine hao wa makanisani hawa ni ndugu, ni ndugu. Baba yetu ni mmoja tu wa mbinguni. Wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Masihi. Huyo ndio kiongozi wetu. Nyie mmejiwekea mnaita viongozi. Nani aliyewatuma? Kwa hiyo lazima turudi katika imeandikwaje. Ingawa mnajiita watu wa imeandikwa, lakini mbona mengine mnayaacha? Msiitwe viongozi. Kwa nini unakubali kuitwa kiongozi? Ninyi ni ndugu. Naye aliye mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu. Dhana ya utumishi watu mnajaribu kuikacha, lakini mnajua kama kwenu mnafanya kazi wa ndani, mna mtumishi wa ndani, standardi yake ndivyo ilivyo wewe alivyo mtoto wako wa ndani. Kama haiko hivyo, kwa nini wewe hui hivyo, wewe mtumishi kati ya ndugu katika makusanyiko? Nipata historia moja kuwa wakati wa mishonari wanakuja kuleta habari njema Afrika,
wazee wanajitolea kuwabeba kwenye migongo yao, kuwavusha mito, kuwapisha pale na pale. Katika dhana ya utumishi hiyo haifai. Haijalishi watu watakirimu kiasi gani, mwambie hapana, nashukuru ndugu, ili kuepusha hao mambo. Mnamwalika mtu kwa ajili ya neno la Mungu, mnamwandalia mahali tofauti na waumini wengine. Kama ni nyumba mmepangilia, yeye mnapitia guest. Kama ni chakula, anapikiwa chakula tofauti na waumini. Ni mtumishi kweli? Au dhana utumishi mnajitofa na watumishi wenu mnao, amwatendei kama mnatendea wanawenu. Naye aliye mkubwa kwenu na atakuwa mtumishi wenu. Wao si wakubwa kwetu, wao wanapaswa watumishi wetu. Na yeyote atakayejikweza atadhiriwa, na yeyote atakayejidhiri atakwezwa. Umesikia? Kwa hiyo tuache kuitana haya mambo. Amesema ninyi ni ndugu, mwapaswa kuitana ndugu. Utaratibu wa kidunia haupasi kuwa utaratibu wa watu wa Mungu. Hizi ni taratibu mbili tofauti, ni falme mbili zilizo tofauti. Hatupasi kuenenda katika taratibu mbili kwa wakati mmoja. Taratibu wa kwanza inatosha kuachana nayo tunaposhikana na taratibu nyingine. Paulo anasema katika Warumi 12 aya ya 2, wala msifuatishe namna ya dunia hii. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Utaratibu wa kimungu ni tofauti na dunia hii. Kwa nini tunasema sisi ni wa Mungu lakini tunaendesha kwa utaratibu wa kidunia? Kwa hiyo lazima tuwe na taratibu tofauti na za dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi yaliyo mema ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo lazima kuwepo na tofauti ya kimwenendo, ya kimatendo, ya kimfumo. Mfumo wa kimungu si mfumo wa kidunia. Wakati mfumo wa kidunia kupata viongozi wako unapiga kura, kuonyesha mikono, mfumo wa kimungu hauko hivyo. Yeye anawainua watu wake na kuwapa vipawa, na wanaotoa vipawa hawaitwi vipawa vyao. Hatuiti mchungaji, mwalimu, mwinjilisti, mpima. Ndugu, ni kweli tunajua ana kipawa fulani, tunamwita ndugu, amepewa karama kwa ajili ya kazi fulani, ni ndugu. Anune asinune, muiteni ndugu fulani. Nyinyi ndugu, pia atawasaidia kujikweza. Kumekuwa kuna kujikweza sana. Kila mmoja katika ufalme wa Mungu ni level sawa. Uwe na PhD 10, uwe na darasa 7 failures 0, unaenda shule kabisa, nyote ni kitu kimoja. Ndugu, anachopewa huyu mwenye degree ndio anachopewa huyu. Kwa hiyo nitaka niongee kwa upana sana hili jambo ili tuweze kuelewana kwa uzuri. Kwa hiyo kama una swali vyote vile, basi usisite kuacha comment hapo, tukazungumza, tukajengana pia. Basi nikutakia amani ya Mwenyezi Mungu pamoja nawe.